hii ni adabu ya kuleta sulhu katika magomvi. Mwenyezi Mungu anasema watu wawili au makundi mawili yatakapo ya waumini yatakapo kuwa na gombana, fa aslihu bainahuma, basi leteni islah, patanisheni baina yao. Fa in bakat ihdahuma ala al-ukhra, basi anasema ikiwa moja katika kundi hilo litalidhulumu au litawadhulumu wale wenzake, yani ushaanza kuleta islah, ushaanza kuleta mapatanisho, lakini kundi moja linataka kuleta dhulma, ikiwa ni mapatanisho, reconciliation ya kijamii, ya kifamilia, ya kibiashara, hata ya kisiasa, yote hayo yataingia hapa. Mwenyezi Mungu anasema ukiona watu kundi fulani, chama fulani, umoja fulani, familia fulani, koo fulani inaanza kuleta ugomvi, wanapigana na familia nyingine, basi unatakiwa kufanya nini? Uislamu unasema watu wapatanishwe. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra, basi liko kundi moja litaka kuwadhulumu wenziwe, faqatilu allati tabghi, basi lipigeni hilo kundi ambalo linaleta dhulma. Ndio Uislamu unasema faqatilu allati tabghi, maana lishikisheni adabu, lizuieni, lipigeni hilo kundi ambalo linaleta dhulma. Faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri Allah, mpaka lirejee katika amri ya Mwenyezi Mungu. Na amri ya Mwenyezi Mungu ni sulh, reconciliation. Ndo amri ya Mwenyezi Mungu, mapatanisho. Yani kuna mkataba, kuna memorandum of understanding, mshaikiana watu wawili, makundi mawili, bwana hapa tulitanzana, kuna kundi hili na kundi hili, matakwa yote yalikuwa na haya, hawa wamechukua silaha wanataka kuwapiga wenzao, kwa mfano tutule mfano. Kwa hivyo Waislamu wanapoishi katika sehemu hiyo lazima wanawajibika kuleta sulh baina ya hawa watu, baina ya hawa makundi. Hawezi kusema wakaingilia moja, la, Islam hautaki hivyo, leta sulh. Lakini kundi litakalokataa sulhu, sasa hapo sasa Waislamu wanawajibika, lakini kwa kupitia authority, wanaosichukua watu hatua mkononi, wanawajibika kuletea adabu na kulizuia hilo ambalo litakuleta dhulma. Hatta tafia ila amri Allah, Mwenyezi Mungu asema mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Fa in faat, basi likirejea hilo kundi ambalo litakuleta dhulma, ambalo halitaki suluhu hilo, watu wamewekeana suluhu, wameita watu wa kimataifa tufanye hivi, tuandeni mkataba wetu ni huu, halafu sasa wewe ukakiuka maazimio ya mkataba. Mwenyezi Mungu fa in faat, basi likirudi, fa aslihu bainahuma bil adl, basi patanisheni, suluhisheni baina makundi yote ya mawili bil adli, msipendelee, kwa uadilifu. Tunaona reconciliation za kisiasa, reconciliation za kijamii, mtu anakwenda kwa kadhi, mtu anakwenda kwa shekhe, bwana mume wangu anafanya hivi, mke wangu bwana ananifanya hivi, anaendea kinyume, ndugu yangu bwana kanipigia apande, hasemi na mimi, fulani kanibia mali. Reconciliation wanataka kwenye aidha mahakama au kwa mtu fulani au kwa shekhe au kwa ofisi fulani, lakini sasa hapo panatakiwa paheshimiwe hayo maamuzi ambayo yatatoka. Mume akipewa hukumu na kadhi kwamba wewe bwana ni mkosa, na lazima you have to reconcile, lazima uungame, lazima upatanishwe na mkeo, kwa hivyo lazima ufanye nini? Uheshimu maamuzi hayo. Na mke vile vile kadhalika, chama halikadhalika, kila kitu. Kundi lote ambalo litavunja heshima hii, ni adabu kabisa Suratul Hujurat Mungu kutufunza. Basi Mwenyezi Mungu anasema fa in faat, watakaporudi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, aslihu bainahum, basi patanisheni makundi mawili bila adli, lakini kwa uadilifu. Kinachofanyikana ni kwamba watu, hata hizo kesi hazisikilizwi uzuri pande zote mbili. Mtu unajua kesi mbalimbali, mtu anatoa maamuzi tu kwa kusikiliza pande moja, au kwa upendeleo, au kwa kutumia corruption. Kesi zinakwenda mahakamani, aya hii inagusa kila sehemu. Kesi zinakwenda mahakamani, upande mmoja unaoshutumu upande mwingine. Mtu anashutumiwa kwa makosa ya ugaidi, makosa ya embezzlement of fund, kuiba, makosa ya rushwa, makosa mbalimbali. Lakini anapofikishwa mahakamani, takriban atakuwa ape haki ya kusikilizwa huyo, na pale panatoka kufanya nini? Panatakiwa patikane uadilifu. Hapo ndipo watu wanachukua pesa, upande mmoja unashinda na upande mwingine unashindwa, siko uadilifu. Mwenyezi Mungu anasema la, fa aslihu bainahuma bil adli. Islam kula kutufunza leteni suluhisho, usije ukaja ukadhulumu wanawake katika kesi za kupatanisha baina ya mume na mke, abadan. Mwenyezi Mungu atakuhukumu siku ya siku. Ukipewa fursa upatanishe baina ya ndugu, usije ukampendelea mmoja,
na ukamkandamiza mwingine kwa kuwa yule mmoja ni maarufu na biashara, labda atakupa favor, baada ya ile atakupa chochote. La, Mwenyezi Mungu atakuja kukukamata. Fa aslihu bainahuma bil adli, Mwenyezi Mungu anasema basi patanisheni baina ya makundi mawili kwa uadilifu, wa aqsitu, na hukumuni kwa haki. Al-qist manake ni the highest stage of justice, ni kiwango cha hali ya juu kabisa cha haki. Mungu anasema wa aqsitu, hukumuni kwa haki. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, kwa hakika Mwenyezi Mungu anapenda wale ambao wanahukumu kwa hakika. Ni aya moja tu, lakini ina maelezo mapana zaidi. Sasa twende katika kuichambua kipengele kimoja baada chengine. Hii adabu ya 4, al-adabu au adabu al-islahi wa tarki at-tanazu'i wal khisami wal iqtital. Hii inaitwa ni adabu ya kuleta suluhisho ya migogoro yetu mbalimbali, na kuacha at-tanazu', kuacha kugombana, wal khisam, na kuacha magomvi, wal iqtitali, na ndio kwa maana ya kugombana, kupigana, kuleta migogoro ambayo hana mashiko. Kwa hivyo hapa Qur'ani imekuja kutupa adabu nyingine. Wa min ajli dhalika ja'at al-ayatu litubayyana al-manhaj ash-shar'iyya idha hasala khilafa bayna al-mu'minin. Na hapa ndio imekuja al-manhaj ash-shar'i. Al-manhaj ash-shar'i maana yake tunakusudia kwamba Uislamu una utaratibu wake, ndio al-manhaj ash-shar'i, maana yake utaratibu wa kisheria wa Kiislamu. Wazungu wana utaratibu wao. Mtu akiiba atafungwa, sijui mtu akifanya atapelekwa mahakamani, kuna kesi ya madai, kuna kesi. Na Uislamu pia kuna al-manhaj ash-shar'i. Uislamu pia una makundi mawili, vyama viwili, watu wa aina mbili, makabila mawili yanatanzana, yanagombana, yanapigana, nini kifanywe? Hiyo ndio maana al-manhaj ash-shar'i. Kwa hivyo nasema mkuta kuletea nini? Suluhisho. Utakapo idha hasala khilafu baina al-mu'minina wala budda an yahsul shay'an, nasema itakutokea ugomvi au kutofahamiana baina waumini. Wanazungumza, hatuzungumzi Waislamu na sio Waislamu, sisi kwa sisi, na lazima wala budda an yahsul, na lazima utatokezea. Sisi Mwenyezi Mungu katumba, tuna ufahamu tofauti, tuna ability tofauti, tuna uwezo tofauti, tuna roho zetu ziko tofauti, tuna hisia tofauti, tuna rangi tofauti, tuna mambo chungu mzima ambayo tofauti. Na hapa shekhe anasema lazim matukio haya tukie. Kwa sababu gani? Minhum as-sahl al-hadi, kuna miongoni mwa watu wako wepesi walaini ambao wametulivu, alladhi huwa mithlu al-ardh at-tayyibah al-khasbah, mfano ile ardhi iliyokuwa safi, ardhi nzuri yenye rutuba ile, ukiitia mbolea tu inachipua. Lakini kuna baadhi ya watu wengine, wa minhum as-sa'b al-asr al-wa'ir al-ghalidh al-jaf, baadhi yao kuna watu ni wazito wagumu. Baadhi ya waumini sisi Waislamu tuko wagumu kabisa, ghalidh al-qalb, yani watu ambao mioyo yao migumu mizito kabisa, watu mioyo yao kama mioyo ya majabali, kama ya chuma. Yani si watu ambao rahisi kudili nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu kuwa laini, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, laiti ungelikuwa ni mtu mwenye moyo mzito kwamba usamehe, si mtu laini, basi lanfaddu min hawlik, ungelikukimbia hao masahaba au makureisha wa Arabu walikuzunguka. Kwa hiyo mtume hakuwa hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo kabisa. Lakini aya inatuambia tunapoishi na binadamu na wengine wenzetu watakuwa ni watu wa aina tofauti. Tutapojiingiza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, utakuta na watu na deal biashara ni watu ambao makatili kweli, hawana huruma kabisa. Ndio hali halisi ilivyo. Wa minhumul laim, na kuna watu wengine wanapenda kutoa lawama tu, au kazi yao utachofanya watakulaumu tu. Al-mukhadi'u al-makkar, kuna wengine kazi yao wao ni wamerubea katika vitimbi. Akikukosa hapa anakutegea mtego mwingine. Makar maana mtu mwenye kufanya hila, ankufanyia hila na njama, anakufanyia hadaa. Ukiepuka hii anakukataa, akikukosa wewe anamtafuta mkeo, akimkuta mkeo anamtafuta mwana wako. Watu aina hivyo. Kwa hivyo